Kulikuwa na mkimbiaji mmoja Mtanzania ambaye mpaka leo mataifa makubwa ya Ulaya, Marekani wanamheshimu. Huyu mtu alikuwa anatokea kule mkoa wa Manyara ambako leo ni mkoa uliotengwa kutokea mkoa wa Arusha, na alikuwa anatokea na kabila la Wairak, wengine mkiwaita Wambulu. Huyu bwana alijulikana kama John Stephen Akwari. John Stephen Akwari alikuwa amekwenda Mexico City mwaka 1968 kama mkimbiaji wa hizi mbio ndefu zinazoitwa marathon. Na bahati mbaya ilikuwa hivi, mazoezi alifanyia Dar es Salaam ambako ni pwani, lakini Mexico City ni nyanda za juu. Kwa hivyo tayari kulikuwa na changamoto ya hali ya hewa na hali ya nchi, miundo nchi na maana hali ya nchi. Alipofika kule wakajipanga tayari kwa kukimbia. Walikuwa wakimbiaji 75. Ni kisa cha kweli. Yule rafiki yangu anayefuatilia kwenye mitandao nilipokuwa nahubiri habari za Alexander Mkuu, hiki nacho atapata kwenye mitandao. 75 wakaanza kukimbia. Kimbia. Amefika tu kilomita 19 kati ya 42. Walitakiwa akimbie kilomita 42. Lakini alipomaliza 19 akajikwaa. Na alijikwaa vibaya. Nadhani aligonga jiwe kiasi goti likaumia sana, na damu ikaanza kuvuja. First aid, wale watu wa huduma ya kwanza wakaja haraka, wakamfunga lile goti, alafu wakamnong'oneza kwenye sikio, John Stephen Akwari, si unadhani ni muhimu ukatoka kidogo, ukajitengua, ukajiengua kidogo, maana umeumia? Walichoshangaa ni kwamba John Stephen Akwari hakutoka na akaendelea kukimbia. Kumbuka sasa anakimbia lakini anachechemea, maana mguu umeumia, lakini anaendelea. Na watu watazamaji waliokuwepo stadium, waliokuwepo uwanjani, wameona mkimbiaji mshindi namba 1, wameona mshindi namba 2, wameona mshindi namba 3, wameona washindi wengine wamekuja, hata wakaanza kuondoka zao. Maana ni kana kwamba mbio, mashindano yameisha, lakini wakabaki wachache. Walipobaki wachache, walipoangalia vizuri, wakashangaa kuna mtu bado alikuwa anakimbia. Mbona kuna mtu? Wakiangalia vizuri wanaona anakimbia, lakini mbona anachechemea? Mbona ameumia mguu, lakini anakimbia maskini, anakimbia. Mwisho akawa mtu wa 57 kumaliza kati ya 75. Alipomaliza tu, amefika kwenye utepe uliowekwa, kama kawaida vyombo vya habari vimekuja. John Stephen Akwari, tunahitaji tukuulize kidogo, tunahitaji tukuhoji kidogo. Sikiliza John Stephen Akwari, hebu tuambie, wewe umeumia, si kweli? Akasema, kwani hamuoni damu ikivuja? Mbona ukaendelea kukimbia na huku umeumia? John Stephen Akwari akasema hivi, akawaambia waandishi wa habari, na ndicho kimemletea umashuhuri duniani. Akasema, sikilizeni, mimi nimesafiri maili 5,000 kutoka Tanzania, nchi yangu. Sikutumwa na nchi yangu kuja kuanza mwendo ama mbio. Nimetumwa nianze mbio na nimalize mbio. Kwa hivyo ilikuwa lazima nimalize. Mpaka leo dunia nzima, hasa ulimwengu wa kwanza, wanamtambua kama shujaa. Wanapokuwa na zile mbio ndefu, mara nyingi hawaachi kumtaja John Stephen Akwari. Hakuwa wa kwanza ndio, lakini alikuwa mjasiri
wa kumaliza mbio hizo. Wewe ulianza mbio za imani, na wakati mwingine kuna mawe njiani ambaye yanaweza yakakufanya ukajikwaa. Yanaweza yakawa mawe ndani ya kanisa humu. Watu fulani wanakukwaza na wanakufanya ujikwae, na huenda hata naongea na mtu fulani ambaye hata sasa damu ya kiroho inavuja kwa jinsi ambavyo ameumizwa. Anaweza akawa ameumizwa ndani, anaweza akawa ameumizwa nje, lakini ameumizwa. Lakini nakutia moyo ya kwamba hata kama umeumia kama John Stephen Akwari, endelea kukimbia tu, endelea kukimbia tu, endelea kukimbia, endelea kukimbia. Japo umeumia usiache, maana mbio Yesu alizokuita kukimbia lazima wewe na mimi hatuna budi kuzikimbia mpaka tukamilishe. Na uzuri ni huu, neema ya Yesu inatosha. Katikati ya changamoto zozote zinazokukabili za imani yako, lakini Yesu yupo. Ataendelea kukuambia kimbia tu, ataendelea kukutia moyo. Na hivyo Mungu akubariki. Kama John Stephen Akwari, usije ukawa miongoni mwa wale ambao utaishia njiani.